Movie inaanza ni vita kati ya maroboti na binadamu. Maroboti wamechoka kutumikishwa na binadamu, sasa wanapigania haki zao, wabaki huru, waendeshe maisha yao kama wanavyofanya wanadamu. Pengine unaweza kujiuliza ni kwa nini, lakini movie hii inajaribu kutupa prediction ya maisha yatakayokuja miaka ijayo kutokana na hizi gunduzi za kisasa za sayansi na teknolojia, kwa hasa hususan kuhusu maroboti, hasa upande wa AI na ugunduzi kubwa zinazoendelea duniani. Je, miaka ijayo maisha yanaweza yakawaje? Baada ya mapigano makali kati ya binadamu na roboti, binadamu wanaamua kukaa chini, wanawaza nini cha kufanya kusolve hii situation. Wanapita wanasayansi wengi, ila anapatikana mwanasayansi mmoja. Mwanasayansi huyu anakuja na suluhisho ambayo litakuwa linatatua tatizo hili la kushindana na hawa maroboti. Suluhisho lenyewe anatengeneza mashine inayojulikana kwa jina la Neurocaster, ambayo mashine hii itakuwa binadamu anaivaa akiwa ndani na amejificha ndani, ila watatengeneza maroboti maalum ambao watakwenda kupambana na wale maroboti ambao wameorganize vita na kupambana na binadamu. Gunduzi hii inaonekana kufua dafu sasa. Safari hii binadamu wanaingia uwanja wa vita, yeye akiwa nyumbani, ila kwenye field wakiwepo maroboti. Maroboti hawa wanapigana na maroboti walioasi na wanawashinda. Unasainiwa mkataba kati ya maroboti, kiongozi wa maroboti akiwakilisha maroboti na binadamu, kwamba hawatoasi tena na kufanya hizi vurugu. Maelfu ya maroboti wanachukuliwa, wanaenda kufungwa gerezani kwa kosa kubwa walilofanya la kuasi na kuanza mapambano dhidi ya binadamu. Tupo katika nyumba moja. Anaonekana binti akiwa amehisi kuna kitu kimeingia ndani ya nyumba yao. Anatumia tochi yake kumulika ili aweze kuona na kugundua ni kitu gani hicho kilichoingia. Ghafla anasikia kishindo kizito. Anaamua kutupa tochi, anakimbia ndani na kufunga mlango ili kuokoa maisha yake. Anakwenda kumwamsha baba yake ili amsaidie. Inaonekana nyumba hii imevamiwa na roboti mwenye umbo la ajabu. Anaingia ndani taratibu kwa kishindo. Binti anaamua kukimbia na kwenda kujificha chini ya kitanda ili kuokoa maisha yake. Roboti huyu anaskani kitanda na kugundua kuna binadamu chini ya kitanda. Anatumia mkono wake kunyanyua kile kitanda. Ghafla anamkamata binti akiwa chini ya kitanda. Yanaibuka mabishano na mazungumzo kati ya binti na roboti. Inaonekana kuna kitu anakigundua kipo baina yao wawili. Kumbuka, katika mikataba iliyosainiwa ni kosa la kisheria kukutwa unamiliki roboti ndani ya nyumba yako bila kuwa na kibali maalum kutoka serikalini. Wakati roboti yule na binti wakiendelea kuzozana, baba anapata taarifa ndani kuna kitu kinaendelea na kuna vurugu zinaendelea. Anaamua kuja kuchungulia nini kinaendelea ndani. Baba anaingia, anaanza kumlaumu binti. Inakuaje anaruhusu roboti anaingia ndani ya nyumba, na wanaanza kufanya conversation. What if maaskari wakija wakagundua ndani wanamiliki roboti? Baba anaamua kumwambia roboti, kwa vile anaelewa kinachoendelea, anamwamuru huyo roboti atoke ndani ya nyumba. Yule roboti anaanza kugombana na mzee. Anampushi mzee anadondoka chini. Mzee anaona sio sweat. Anaamua kupambana naye, lakini roboti hiki kinaonekana kinakuwa kina nguvu kumzidi mzee. Mzee anaamua kupiga simu polisi kwa ajili ya kuwaita mapolisi waje wamchukue roboti huyo. Binti anaamua kumsaidia roboti yule kwa kumpiga mzee na shoti ambayo inamfanya anapoteza fahamu. Lakini katika time hiyo tayari taarifa zishafika polisi za kwamba ndani pale amevamiwa na roboti. Binti baada ya kufanya tukio lile anaamua kutoroka na roboti yule kuelekea sehemu ambako wamekubaliana yeye na huyo roboti waende. Lakini wanatumia gari ya jirani. Wanaenda kwa jirani, wanaiba gari. Wakati wanaiba gari, anakuja roboti wa ile nyumba ya jirani, anadantia kwenye ile gari kuwazuia wasiibe ile gari. Lakini binti anafanikiwa kuponyoka na kutoroka na ile gari. Baada ya kutembea kipande kirefu, binti anaamua kusimamisha gari na kukaa chini kumhoji roboti vizuri. Yeye ni nani na kwa nini amekuja kwenye nyumba ile? Hebu turewind back. Katika hii familia, binti kazaliwa yeye na mdogo wake. Huyu mdogo wake alikuwa genius sana kipindi wapo wote, na kipindi wanasoma chuo. Kiasi kwamba alikuwa ni very intelligent, kiasi kwamba kila mwalimu na kila mtu alikuwa anamfahamu kwa namna mtoto alivyokuwa expert. Lakini siku moja wakati wanatoka chuo walipata ajali ya gari. Gari lilidondoka
Binti akiwa hospitalini mahututi akaletewa taarifa kwamba mdogo wake amefariki dunia. Lakini taarifa hizi hazikuwa sahihi. Yule kijana mdogo wake alichukuliwa na kwenda kufanyiwa utengenezaji wa roboti, akaenda kutengenezwa ili aweze kutoa maroboti ambao wanaweza wakawa wana high intelligence na IQ kubwa. Na moja kati ya wale roboti aliyotengenezwa kupitia brain ya kijana ni huyo roboti ambaye yuko na huyo binti. Kwa hiyo baada ya kuanza kutengenezwa, huyo roboti alifanikiwa kutoka kule sehemu inaitwa center ambako ndio wanatengenezwa maroboti hao, na akaja kwenye hiyo nyumba kwa ajili ya kumtafuta binti na kumweleza ukweli kwamba yeye hajafa ila bado yupo hai na yupo kwenye kituo fulani. Binti baada ya kuelezwa hayo ndio ikaleta safari hii sasa wa kuanza kutoroka nyumbani na huyo roboti kwenda kumuona mdogo wake kule alipo katika center, katika hicho kituo cha center. Roboti anaendelea kumwelekeza binti ili aweze kumuona kule alipo ambako amehifadhiwa mwili wake ukiwa hai. Anatakiwa amtafute daktari ambaye anavaa miwani. Binti anamuuliza daktari huyo anapatikana maeneo gani? Roboti anamwelekeza anapatikana katika jengo fulani. Wanaanza safari ya kwenda kumtafuta daktari huyu mwenye anayevaa miwani ambaye anajua siri zote za yule kijana kule aliko. Baada ya kutembea na treni umbali mrefu, usiku unawakuta katika mji mmoja mkubwa. Wanamuona bwana mmoja akiwa amekuja na semi-trailer yake, amepaki sehemu na kwenda zake kutoa hela kwenye ATM. Ghafla anaingia roboti mmoja akiwa anaendesha pikipiki. Lakini roboti huyu, kumbuka, anakuwa controlled na bwana ambaye yuko nyumbani kwake, ila amevaa Neurocaster ambayo ndio inamuongoza roboti huyu kufanya chochote kile ambacho huyu bwana